ambayo ni machungu, ambayo yanaumiza wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiposa Yakobo akaandika maneno haya. Na tunaangalia mahali ambapo tumesoma, na hata ukiangalia mahali ambapo tumesoma katika Proverbs, ya kwamba ulimi ni kiumbe kidogo lakini kinafanya nini? Either kitakupa uhai ama kiue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulimi unatoa maneno madogo, lakini unaweza toa neno moja ambalo litaathiri maisha ya mtu milele. Praise God. Am I speaking to parents? Yes. Hapa kuna wazazi. Unaweza zungumzia mtoto wako neno siku moja, na hilo neno liendelee kukua na huyo mtoto for the rest of his or her life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa hivyo wewe kama mzazi, chunga sana maneno yanayotoka kwa kinywa chako, kwa sababu maneno yako yanabariki ama yanalaani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Wababa, you are fond of telling women, kuambia watoto mjinga kama mama yake. Wewe hukujua mimi ni mjinga ukinioa nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo mama nani hukujua ni mjinga na ukamwoa na ulijua ni mjinga, ndio waambie mtoto ni mjinga kama mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. If you proclaim that mtoto wako ni mjinga, indeed atakuwa mjinga. Na mtoto atakuwa akijua ya kwamba mimi ni mjinga. Hata akianguka mtihani hata tishika, atasema after all si baba alisema mimi ni mjinga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But hata mtoto wako akifanya vibaya darasani ama asipofanya vyema, na umwambie kwamba ninajua unaweza fanya vyema kuliko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You can do better. Unaweza improve. Ninajua haujafika mwisho wa uwezo wako. Huyo mtoto ataenda akijua kwamba mama yangu ama baba yangu ana matumaini sana kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The word better ama unaweza fanya vizuri litaenda tu likijirevolve kwa akili ya mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata anapokaa katika huo mtihani akisoma kitu na hakumbuki, anakumbuka tu baba yangu alisema ninaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is how powerful our tongue is. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulimi ni kitu kidogo, lakini unaweza kuwa ama unaweza pea mtu maisha. Unaweza bariki ama unaweza laani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Na Mathayo anauliza ya kwamba je, huu ulimi mmoja mbona utoe laana na baraka at the same time? So as a Christian ama kama Mkristo, ulimi wako haufai kutoa laana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulimi wako unafaa kukua ulimi ambao unabariki, kwa sababu katika huu ulimi mmoja ifai kutoke laana na baraka. Praise God. Amen. Analinganisha kwamba mzabibu hauwezi kuzaa mtini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Hauwezi kukua mti wa mahindi utoe maharagwe. Mshawahiyo? Praise God. Ama mapera ikatoa avocado. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kwa kuwa sisi tumekombolewa na damu ya Yesu na tumeoshwa na damu ya Yesu, inafaa ulimi wetu ama maneno yanayotoka katika vinywa vyetu yawe ya kubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Biblia inasema vizuri kama kwa James chapter 3 verse 2. Mimi ninaweza sema ya kwamba kama unasema ya kwamba umeokoka ama wewe ni Mkristo na hauwezi zuia ulimi wako, unajidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. For out of the abundance of the heart, the mouth, mdomo inaongea tu vitu zenye zimejaa katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Sihitaji kujua kukaa na wewe sana kujua moyo wako una nini. Maneno ambayo unatamka inaweza kujua huyu ni mtu wa aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. No matter how proper you preach here, but the words that you speak define you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The words that come out of your mouth can tell people the kind of person you are. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haijalishi unajua kuinua mkono vipi.
Haijalishi unaomba kwa usta. Bwana Yesu asifiwe. Sijasema Masi anatukana watu, but kuna watu wanakuwa defined na tayao, na ni kwa sababu ya maneno ambayo yanatoka kwa vinywa vyao. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Shida na mke wako, usiteremshe hiyo shida kwa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukiwa na problem na mume wako, usiteremshie hasira watoto, kwa sababu unapoteremshia hasira hao watoto ambao ni innocent, you speak things that they are not even supposed to. Nikupe maana. Think before you speak. Kabla useme neno lolote, fikiria, waza. Maneno yasikimbie sana kuliko akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Don't rush your mouth faster than your brain. Haleluya wapendwa. Usikimbize mdomo kuliko bila akili. Ukitaka kutoa neno, kwanza process. Think before you speak. See, is it true? Kile kitu ambacho unasema kuhusu mtu ama unaambia mtu, is it true? Je, ni ukweli? Kile kitu unasema ni ukweli? H, is it helpful? Kile kitu naambia mtu, je, kinamsaidia? Ni cha manufaa kwa huyo mtu? Is it helpful? I, is it inspiring? Je, kile kitu inaambia mtu kinamtia motisha? Is it inspiring? N, is it necessary? Ilikuwa lazima nimwambie kweli? Si kuna mambo ya mtu unasikia unameza. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kuna mambo ya mtu ukisikia ukitoa ukimwambia itamuumiza, si unaimeza. Mimi usiniambie kitu yenye unajua itanifanya roho yangu ipige mbio. Nyamaza tu naye. Bwana Yesu asifiwe. Is it necessary? Je, kile kitu nilisikia Pastor Tabi akisema kuhusu Wafula, Gordon, ukienda kuambia Wafula, is it necessary? Kitamjenga ama kitambomoa? Bwana Yesu asifiwe. Before you say, jiulize, is it necessary? Inastahili nimwambie ama nisimwambie? K, is it kind? Whatever word comes out of your mouth, is it a kind word? Ni neno ambalo lina utu. Bwana Yesu